Victor Kung'u ni muoho njera-inĩ ya Naikuru. Niwe tũraranĩria nake tabarĩra-inĩ ya ũmũthĩ. Tabarĩra-inĩ yothe nĩ ũkũigua maũndũ ma mĩtheko ya na thĩinĩ, gĩthomo, ũini na ũgwati wa bangi. Tareke ambĩrĩrie. Niliingia kwenye jela kama rumandi on in May 1st of 2021 sorry. Na 2023 October 2nd niliweza kuwa sentenced to 3 years in prison from the day I was sentenced. We signed kitu inaitwa plea bargaining agreement between me and the ODPP, ambayo ni kumaelewano kati yako na prosecutor, na mnaelewana, unamwandikia request letter ya kumrequest akufunge kiwango fulani ambacho wewe mwenyewe umesuggest, then yeye anakutumia kitu inaitwa counter request. So mimi nilituma a request letter to the prosecution ya 3 years from the day of arrest. So wakanitumia after 1 week a counter proposal, waka propose 7 years from the day of arrest, ambayo kama ningefungwa hiyo 7 years ningetolewa remission ya jela na niweze bado kutolewa ile ambayo nimekaa rumande, na nilikuwa nimekaa rumande for 2 years and 4 months. Na ikitolewa yote remission na hiyo ya rumande ingebakia na 2 years 4 months. Uyu ohetwo ni undu wa bangi amehandite mugunda-inĩ wa mĩtĩ ahandaga. Mimi ni mkazi wa London hapa Nakuru, na nimekuwa nikiuza viatu na nguo kwa muda mrefu za mtumba, na niliweza kuinitiate a project kwa community ambayo iliweza kufanya vizuri. Tuliweza kupanda miti kwa mashule na public spaces nyingi, lakini siku moja nilifanya mistake na nika-initiate a research ya bangi na its medicinal properties, na ikaniletea shida mingi sana kwangu na familia. Kung'u aranjĩra makururanirie njera na arĩa mamũkuhĩrĩirie. Tuliweza kushikwa, mimi na nimekuwa nikiishi na kijana wangu ambaye alikuwa at that moment iko 17 years, na rafiki yake alikuwa amearrive from Manchester Boys ambapo anasoma na kijana wangu na the previous evening, na alifika kumwambia vile exams zimekuwa za KCSE, na asubuhi, kwa sababu huko tayari the whole compound ilikuwa imejaa bangi, asubuhi tukamkio kukakuwa na ambush ya askari na wakani arrest plus all the occupants wenye walikuwa kwa hiyo compound. In my plea bargaining deal niliweza kueleza prosecution ya kwamba they were not members of the organization because they were young kids and had no IDs, na hawangeweza kukuwa members, beneficiaries ama affiliates of the organization ambayo mimi nilikuwa chairman na nilikuwa nimeinitiate ile project ya research. Inaitwa Victor's Community Based Organization, na nia yake haswa hata wakati huu bado ni kupanda miti na kufight climate change ambayo inadhuru sana dunia saizi. Oge uyu wa ate bangi ina uteithio muna warutete ku? That was a stupid mistake on my part. It was a very ignorant move, na it's a move I regret, na I don't think naweza taka kurepeat the same thing ordeal tena, kwa sababu imeniletea shida kwa familia yangu. Saizi ningekuwa na kijana yangu anaishi peke yake because the mom is in England right now, in Britain, na kwa hivyo ana miss the fatherly love ambayo angekuwa akipata ningekuwa pale, na pia the fatherly guidance. Bangi yenyewe nilikuwa nifanye research ya medicinal properties
na to extract, kuna oil ambayo inakuaga ndani. The intention was to export the oil because with a license you can export it at 3,000 per liter. Now you export to pharmaceutical companies ya kuunda dawa za theater na painkillers. Nani ulikuwa umetoa hiyo ujuzi wapi? Ni research nilikuwa nimefanya online. There's a lot of information about the cannabis plant, na sana the hemp plant ambayo inatolewa dawa. So hiyo sana ndio nilikuwa nimepanda pale. Fagi ni ugwati muno gwikuruhania nayo. I can say nashukuru nilikuja jela, because kabla nikuje jela bado I had some problems with my family. Hatukuwa tunaelewana. Na pia I had I can say my mental wellness wasn't upright. Na kukaa kwangu hapa ilinipe kutulia kwa mawazo na kukiri ya kwamba nilifanya mistake, because at that time nilikuwa naona nafanya kitu right. Bangi ni illegal Kenya, na it is considered as a drug in Kenya, which is illegal. It is prohibited and it is under the Control Plants Substances Act. Kwa hivyo matumizi ya bangi yanafaa kukuwa under medical advisory alone peke yake, na iwe kwenye daktari mwenyewe ndio amekudirect utumie painkillers ambazo zina incorporate this component, lakini not the raw thing. Hata ngambo, you don't use the raw thing. Lazima ipitie kwa pharmaceutical industry, itengenezeshwe, iridhishwe na idhinishwe na ile serikali kwa matumizi kama dawa ya painkiller ama ya kulalisha mgonjwa wakati anachinjwa. Uyu arahandaga fagi akimuhuthagira, riu aranjira ni atigite kugucia. Cheki msee, wewe mwenye umedecide ya kwamba lifestyle yako ni bangi. Mimi saa hizi nilifika hapa, niko na miaka 3 tangu ni decide kuacha bangi. Life yangu imekuwa poa. My mental wellness imekuwa poa. I'm making the right decisions. Kitu ya kwanza, wewe jua unacheza na bomu. Siku moja italipuka. Ukishikwa nayo utafungwa miaka kadhaa kama 3. Ukishikwa ukitumia. Ukishikwa ukiuza utafungwa miaka 10. Ukishikwa umepanda utafungwa miaka 20 ama 30 kuendelea. Now it is up to you kama wewe. Make the right choice. Fikiria kama wewe unataka waste your life ukibishana na sheria ya the land, ama unataka make the right decision, because kwa sababu saizi kuna a lot of legal money around. That is what I came to realize. There's a lot of legal money. You can make a life with other ways of life. I decided to go into agriculture. That is what I will do when I come out of here. Tokwendia na kugucia fagi ena kiheo kia uini, ukumutwira atia? Nilikuwa mraibu kabisa, ndio. Naweza sema ya kwamba health yangu imekuwa better. Nilikuwa na chest problems. Mimi ni muimbaji, mimi ni mwanamuziki, na sauti yangu ilikuwa inapotea. Now this is kwangu kenye mimi niliona. Na pia decision making na kukuonesha ya kwamba vitu haziko serious as they are. Wewe ukitumia, perception yako inakuwa altered, which is very serious, because we need, in these times, we need to make decisions the right direction. Si kukurudisha nyuma. We have families to take care of. Saizi mimi niko jela, I'm wasting time. Jela haichoki kukuwestia time wewe mwenye haujali kuitumia kuvunja sheria za Kenya. There's an album na saizi nimekuwa nikiwork on, inaitwa Long Live Rasta. Na
it is encouraging men to do the right things and make the right choices. And it praises my state of mind at the moment. I can give you. It goes like this. Life has impulse more inspiring than all the fancies of our youth. It has hopes as high as heaven. It has labor, it has truth. It has wrongs that may be righted, noble works that may be done. Its great battles are unfought, its great triumphs are unwon. Every man has days of joy and pain, a soul and a will to rise again. For truth must grow as ages roll. God looms larger in a man's soul, boy. Long live Rasta, the apparent tear. Arajira woini wake wina muoroto munene. Anything crime si poa. Tunatoka kwa hii jela tukisema, mimi natoka kwa jela nikisema crime si poa, na crime si poa. Skills peke yake ndio tunanoa saizi. Zile skills tumepata hapa. I used to do tailoring. Nimepewa chance hapa na hii institution ya kutrain muziki yangu. Write a lot of albums. My son nilikuwa nimemfunza muziki, ni mwanamuziki. I speak to him, he's been advancing well. He's been doing good. I think I'll be successful. Ona kuhanora uguo, jera ni uturo wa ruo. Niko na 48 years, naenda 49. Naelekea 49. Ningependa kupea advice wenyewe wajakuja jela. Waache kutamani vitu ambazo zitawa cost too much that they cannot pay back the time they will lose. Kitu ya kwanza, mazingara yenyewe yanakufanya uregret ya kwamba uliweza kustep into this gate kwa sababu hautaenda mpaka umalize ile deni uliweka na serikali, kwa sababu wewe ulikuwa ignorant. Because everybody knows, mtu mwenye anauza bangi anajua ni illegal hata saizi. Ule anauza chang'aa anajua ni illegal. Ule ana defile anajua ni vibaya. Ule anafanya robbery anajua ni makosa. So at the end of the day, you should become accountable for every action you do, because cause equals to effect. You do, and opposite force itakukuta wewe, na ilinikuta mimi, kwa sababu jela itakuestia time, itakuzeesha. Ile wakati wewe ungespend na ukifanya maendeleo kule nje, utaispend hapa. Eyo nĩ tabarĩra ya njera-inĩ citũ, rũgano rwa njera kuma njera-inĩ nene ya arũme ya Naikuru, na njĩtagwo Simon Kibe.